Eneo jingine muhimu ambalo umma wa Tanzania ulitarajia kusikia msimamo wa tume ni kuhusu uhalali wa tangazo la IGP Wambura lililowataka wakazi wa Dar es Salaam kutotoka nje ya makazi yao na ambao baadaye ilionekana kutumika katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kutokana na uzito wa swala hili katika muktadha wa sheria na katiba, umma ulitarajia tume kutoa ufafanuzi wa wazi kuhusu uhalali wake na athari zake. Hata hivyo, katika hali isiyoeleweka, tume haikugusia kabisa jambo hili, jambo linaloacha pengo kubwa katika hoja za kisheria na kiutawala, kwa sababu Watanzania wengi waliona namna gani tamko hili lilitekelezwa katika mikoa mingine. Kwa hiyo wananchi walitegemea kupata ukweli. Kwa kuongezea kwenye changamoto hizo, lakini pia asasi za kiraia haziweza kuangalia taarifa ya tume namna gani iliainisha changamoto ya kuzimwa kwa mtandao, kwa sababu tunafahamu kwamba ni wazi na ni kweli mtandao ulizimwa wakati wa hicho kipindi cha tarehe 29 Oktoba na tarehe zilizofuata, lakini madhara ya kuzimwa kwa mtandao hayajabainishwa na uhalali wa kisheria kuzimwa kwa mtandao haujabainishwa na tume hiyo. Lakini pia kuna jambo jingine la kuhusu tume kutoa taarifa juu ya watu kupotea au kupotezwa. Kwa hiyo tume imetoa taarifa ambayo iko pamoja, ambayo imeshindwa kutofautisha watu kupotea na watu kupotezwa. Changamoto ambayo Watanzania wanafahamu ni ukweli kwamba tatizo kubwa la watu ni kupotezwa, sio kupotea, kwa sababu watu kupotea imekuwa ni swala kawaida toka miaka ya nyuma. Aidha mtu hana akili timamu au shughuli nyingine yote itamfanya apotee. Lakini changamoto ambayo chanzo cha vurugu ni watu kupotezwa, enforced disappearance, sio watu kupotea. Lakini pia jambo la mwisho tunataka kuliangalia ni kuhusu tume kutowataja wahusika wa mauaji ya Oktoba 29. Katika hatua ya tume kuepuka kuwataja wahusika wa mauaji ya Oktoba 29 na tarehe zilizofuata na kutopendekeza hatua mahususi kuwawajibisha, badala yake tume imependekeza kuundwa kwa chombo kingine cha kijinai kinachopewa jukumu la kushughulika masuala hayo, ikiwemo kuwabaini na kuwachukulia hatua watuhumiwa wa mauaji hayo. Hali hii inaibua swali la msingi kuhusu upeo na madhumuni ya tume yenyewe. Ikiwa tume ya Mheshimiwa Jaji Chande haikuwa na mamlaka ya kushughulika masuala ya kijinai, je, ilikuwa inachunguza nini hasa?